Waswahili wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Methali hii inaakisi umuhimu wa ushirikiano baina ya watu au mataifa mbalimbali. Wahenga hawakukosea kusema maneno haya, kwani walifuata misingi yao ya kuishi na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya maendeleo yao kwenye jamii zao. Leo ngoja tuangalie umuhimu wa methali hii kwa kutazama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Umoja huu ulianza kabla ya uhuru na uliitwa Umoja wa Forodha ya Afrika ya Mashariki mwaka 1917 kwa ajili ya kurahisisha biashara ya Afrika Mashariki. Baadaye mwaka 1948 ikabadilishwa na kuitwa Tume Kuu ya Afrika Mashariki chini ya koloni la Uingereza. Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nchi tatu za Afrika zilizokuwa chini ya utawala wa Uingereza, ambazo ni Tanganyika, Kenya na Uganda. Zilianza uhuru wao kwa kuendeleza ushirikiano wao wa karibu uliorithiwa kutokana na utawala pamoja wakati wa ukoloni. Baada ya kupata uhuru mwanzoni mwa miaka 1960, nchi hizo ziliunda mamlaka ya huduma za pamoja za Afrika Mashariki. Ushirikiano huu ulihusu fedha, forodha, huduma za reli, huduma za ndege na elimu ya juu kwa Afrika Mashariki. Mkataba ulilenga pia na eneo la mahakama pamoja na sera kuu ya uchumi, soko la pamoja la Afrika Mashariki. Mnamo mwaka 1967 viongozi watatu kutoka nchi hizo walikutana kuunda na kuweka azimio la kujenga Jumuiya ya Afrika Mashariki. Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania, Milton Obote kutoka Uganda na Jomo Kenyatta kutoka Kenya. Ndugu zangu, hivyo ndivyo tunavyoweza kuijenga Tanganyika ile. Sasa watu waliokuwa wanatazamia kwamba Tanganyika ya kesho itakuwa ni ile ile ya jana, sasa wanahiari wale. Mahali hapa ni fai mimi. Anatoroka mwenyewe taratibu. Uganda shall become independent. We shall have a Uganda flag, a national anthem, and coat of arms. These will be our symbols, but independence does not begin and end with the selection and raising of a flag, the singing of a national anthem, and the display of a coat of arms. Huu ni ushindi wa kila Mwafrika, akiwa KANU akiwa KADU. Ni ushindi wa kumwezesha Mwafrika kuendesha serikali yake bila vingamizi, bila kupingwa. Walisaini makubaliano ya kuunda Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kufika mwaka 1967 jumuiya hiyo ilianza kupata mwanga wa nafuu kwenye maendeleo ya Afrika Mashariki. Lakini mielekeo ya nchi zote tatu za Kenya, Tanzania na Uganda ilitofautiana sana. Kenya walikuwa wakiishi kwenye mifumo ya kibepari. Tanzania ilikuwa inajaribu kujenga nchi yake
kwa mifumo ya ujamaa. Aidha, Uganda iliingia kwenye kipindi cha udikteta mkali wa Nduli Idi Amin Dada. Aliharibu uhusiano na majirani alipoanza kudai sehemu za maeneo yao. Sababu nyingine ni madai ya Kenya kuwa na nguvu zaidi kimamlaka kuliko Uganda na Tanzania katika kamati za maamuzi. Hali iliyopelekea mwaka 1977 Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikoma kufanya kazi zake zote. Na mwaka 1983 ilifutwa rasmi. Tangu miaka 1990 majaribio ya kujenga umoja mpya yalionekana tena. Marais Daniel Arap Moi wa Kenya, Ali Hassan Mwinyi wa Tanzania na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda walipatana katika mkataba wa ushirikiano wa Afrika Mashariki huko jijini Arusha, Tanzania. Na mnamo tarehe 30 Novemba mwaka 1993 walianzisha tume ya ushirikiano wa nchi hizo tatu kwa kuzileta kwenye nyanja ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Mnamo mwaka 1999 tarehe 30 Novemba mkataba wa kufufua jumuiya ulitiwa sahihi rasmi chini ya marais Benjamin William Mkapa wa Tanzania, Daniel Arap Moi wa Kenya pamoja na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda.